Ndugu yangu karibu sana, na nataka pengine uniambie ni tukio gani, nataka uzungumze wewe mwenyewe, uambie wa Tanzania ni kitu gani kimeendelea hapa kwa dakika hizi chache. Kwanza tuanze na jina lako. Jina langu naitwa Rashidi Saidi Maokola, ni katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha AAFP. Kwa wale wengine wananiitaga ni kifaru, mzee wa kifaru. Hapa kwanza leo nimefarijika kwa sababu naamini siku ya tarehe 29 tulikuwa na mkutano mkuu maalumu wa kuweza kuwapigia kula au waliomba ridhaa ya kuomba kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sambamba na nafasi ya urais wa Zanzibar. Sasa hapa tukio la leo ambayo tulikuwa nalo hapa ni rasmi kuwatambulisha zaidi wale wagombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao ni Bwana Kunje Ngombale Mwiru, lakini sambamba na mgombea mwenza Mheshimiwa Juma Abdalla, ambao ndio wamepitishwa na chama cha AAFP kwa lengo la kupeperusha bendera ya chama hiki katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano, na tunahakika mwaka huu tutaperform na nchi mwaka huu tunachukua mapema tu. Ni kitu gani ambacho kinawafanya mjiamini kiasi hicho? Aidha ni Chadema kujiondoa kwenye uchaguzi au tayari mnyewe mna sera ambazo mnahakikisha kwamba mkiwafikishia Watanzania hawapepesi macho? Kwanza nikuambia kitu kimoja, sio kwa sababu ya Chadema labda wamejitoa, hata kama watakuwepo, sisi tuna impact kubwa tofauti na vyama vingine ambavyo unavyovifahamu wewe. Kwanza uangalie mchakato wetu mzima wa chama chetu ambao tuliotumia kwenye nafasi ya ugombea urais. Ni chama pekee ambacho kimeonyesha mchakato wa ushindani, ambao kwenye nafasi ya ugombea urais wa Jamhuri ya Muungano walijitokeza takribani watiania watatu na walipigiwa kula za ndipo akaibuka huyo ambaye mgombea wetu. Lakini hii demokrasia hii maana tunataka kuja kuionyesha hata kwenye pitch ya uchaguzi wa Oktoba 25. Tutachukua mapema tu kwa sababu tuna uwezo, na sitaki kuwaibia sana kwa sababu sera yetu iko vizuri. Lakini nchi katika moja ya vitu ambavyo tunataka kuvifanya kama katibu wa itikadi ya uenezi wa chama hiki, tutahakikisha katika mazingira ya afya, huduma ya afya ndani ya nchi hii kwa Mtanzania aliyezaliwa ndani ya nchi hii, huduma ya afya tunahakikisha huduma hiyo anapata bure. Yaani ni kiasi cha kwenda hospitalini, unakwenda unajiandikisha, tutatumia tu taratibu ili wasitokee wale wageni ili mradi tuwe na kadi yako kama ya mpiga kula, kama utakwenda kitambulisho cha NIDA, ukionyesha tu weka ni Mtanzania utatibiwa matibabu bure. Sio kama ilivyo sasa hivi, kwa sababu CCM walisema matibabu bure. Kwa mfano wanakuambia sasa hivi watoto kuanzia 0 mpaka miaka 5 wanasema ni matibabu bure, kitu ambacho sio sahihi. Yaani matibabu ya mtoto ambaye anayezaliwa 0 mpaka miaka 5 bado matibabu yanafanana na yule ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo sisi katika mfumo wa afya tutahakikisha Watanzania wote wanatibiwa bure, lakini vile tutaenda mbali kwa sababu hiki ni chama ni organize yake ni chama cha wakulima. Kwa sababu vyama vyote vina particular yake. Sisi ni chama cha wakulima, lakini ina maana tumebeba sambamba wafanyakazi nani. Kwa nini tumesema wakulima? Kwa sababu wakulima ndio ambao asilimia kipindi cha nyuma cha Mwalimu Nyerere wasema 75%. Lakini kwa sababu tunasema wakulima sasa ni 200% ni wakulima wa Tanzania. Sasa wanapata shida katika mazingira pale wanaposafirisha bidhaa zao kutoka mashambani kuleta aidha mjini, barabara zinakuwa ni chafu, ni mbaya. Lakini kupitia chama cha AFP tunathamini wakulima, tutahakikisha barabara zote za vijijini zote itakuwa kiwango cha lami, aidha tuweka hata changalao zinapitika muda wote, ili hata mkungu wa ndizi ukitoka Morogoro kuja Dar es Salaam uuzwe kwa bei ya chini ambayo Mtanzania ataweza kuinunua. Kabla hatujafika vijijini, napenda tuzungumze zaidi kwa kidogo kuhusiana na jiji la Dar es Salaam. Mgombea amegusia kuhusiana na changamoto ya usafiri iliyoko ndani ya jiji, na akasema kwamba watafanya utaratibu wa kujenga treni ndogo ndogo. Pengine kunaweza kukawa na ugumu kiasi gani kwa upande wake kuhakikisha kwamba anaweka hivyo vitreni ndani ya jiji ili viweze kuwasafirisha watu, ukilinganisha na nyumba za watu au makazi ya watu, licha kuwa amesema kwamba watalipwa fidia na maisha yataendelea. Inaweza kuwa ngumu kiasi gani kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linapata hivyo vitreni na kuwarahisishia watu swala zima la usafiri? Mimi naamini alichoongea mgombea wa nafasi yetu wa chama chetu cha AFP, japo bado hapa ameteuliwa kwenye chama, maana hajawa mgombea, maana mgombea mpaka ateuliwe na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa alichoongea ni kitu ambacho niko safa na muono wa chama chetu. Yaani mawazo yake aliyokuwa na yeye ni sisi, kwa sababu haiwezekani leo hii mtu anatoka Mbagala anaenda Kariakoo anakaa masaa 4 masaa 5 hajafika kazini. Ina maana tunakosa fursa au tunakosa mapato mengi sana kwa kuwa barabarani tu. Tutahakikisha jambo la kwanza hilo linawezekana, kwa sababu nchi pesa zipo,
na kama pesa zipo za kuwalipa fidia zile sehemu ambazo zitakoguswa na hiyo miundombinu, uwezekano huo upo, kwa sababu hata tunataka kusema mambo mengi. Hata aliyopita baada ya mheshimiwa Mama Samia naye anaendeleza mambo yake, japo tuyachukua madogo madogo yale aliyofanya, sisi tutafanya makubwa zaidi mkoa wakituamini wa Tanzania zaidi haya aliyokuepo. Tutahakikisha kweli achaongea mgombea, tutahakikisha tutatekeleza treni ndogo ambayo itakaweza kupita labda kutoka Mbagala, sio kutoka Mbagala tu. Hii treni ambayo itaanzia kuanzia Mkuranga mpaka Gerezani, na ambayo itakaanzia Gerezani kwenda mpaka maeneo ya Kibaha, na itakayoanzia toka Gerezani kuelekea mpaka maeneo ya Bagamoyo kidogo hapa kati itafika. Lakini vile vile bila kusahau njia ya airport, maana yake hapa mpaka maeneo ya Chanika tasogea mbele kabisa. Huo uwezekano sisi kama chama cha AAFP tunauweza, na mipango hiyo ipo, na kikubwa tu watu waamini wananchi pale siku ya tarehe 25 Oktoba, basi watuchague na watuamini, kazi sisi tunaweza. Mwenezi mwenyekiti wa Jukwaa la Vijana Taifa ameniambia kuna nini, hebu waambie Watanzania. Amenitisha. Hapa tuna jambo kubwa. Hili jambo analoliona muamini ndio serikali mbadala sasa inayokuja kutawala nchi hii. Ameniambia kuna PA hatari. PA si ndio mimi mwenyewe. Ndio maana kaambia katibu wa itikadi na uenezi wa chama, mimi kazi yangu kwanza hiyo PA yenyewe tu ishakuwa ni mkutano. Hiyo PA yenyewe na wenyewe wananijua, wanenijua Maokola ni nani, Maokola ni nani, au mzee wa Kifaru ni nani, wananifahamu. Chama cha wakulima wanamjua Maokola ni nani, anavyokuwa kwenye stage, anavyokuwa kwenye PA ni mtu wa aina gani. Kwenye PA inafanana na mkutano, kwenye mkutano inafanana na PA. Hata mwanangu wangu wakumbushe kwamba PA iloshuka jana. Alafu sasa kuna mzigo umeshuka. Yaani unajua AFP sio chama cha kodi muziki, sio kodi PA. Sisi tumetulia, kuna mzigo umeshuka bandarini hapo wakufa mtu. Bana nashukuru sana. Nikwambia kitu, kuna mzigo umeshashuka bandarini wakufa mtu kwa ajili ya mikutano. Sehemu yote kama logistics inakaa, ukikaa ukiongea tu Maokola, yani wote wanajua hiki ndio chama cha wenyewe kisha. Nashukuru sana. Asante sana ndugu wangu.